Alright, thank you so much mtazamaji wetu wa runinga ya Bethel Clouds TV. Ni kwa ajili ya kuunganika na sisi mara nyingine tena kwa special production ambayo tunakuletea. Na siku ya leo, we want to send a message kwa yule ambaye anayetutazama ama pia anatusikiza mahali popote alipo. Na katika kipindi cha leo, mambo yale ambayo tunazungumzia ni kuendeleza baadhi ya vitu ambazo tumefanya hapa katika kanisa la Crusaders for Christ. Wakati ambao tulikuwa na mtumishi wa Mungu Apostle Waruinge, ni kwa ajili ya kuvuta boy child. Tukaweza kufanya, ilikuwa mkesha. Na wakati ambao tulifanya mkesha wa kuasha kando, ndio tukaona kuna change ambayo imeweza kukuja. Mimi sitaongea mengi sana. Nataka uweze wewe mwenyewe ukatazame testimonials zile ambazo tutakuwa nazo na uweze kusoma kitu. Na niko na mwalimu ambaye amekuwa pamoja na vijana ambao walikuja. Na umekuwa nao kwa kipindi cha wiki ngapi? Wiki mbili. Na ndiye ambaye ameweza kusoma, ndiye akona anaweza tupatie good story ya wale ambao wameweza kuinteract na wao. Tuweze kujua. Karibu sana. Majina yako? Anaitwa Pastor Jane Brown. Yes. Ama mentor wa watoto wa mihadarati. Yeah. Yes. Nilianza kitu 2014. 2014. Yeah. Okay. But awali ni kitu ilikuwa ndani yangu. Okay. Yeah. Umeona kuna wakati ambao mna approach watu kama hao, maybe akili haiko sawa ama watu ambao mostly wako kwa streets, ni kitu gani ambao umeweza kuidentify ndani yao? Watu ukiwaona huko nje unaweza wachukia. Okay. Na ukiwaona huko nje unaweza wadharau. Lakini wakati anakupea masikio na kukaribia. Acha nione kama yako. Sawa, okay. Yeah. Wakati unaponena naye unaona ndani yake kuna kitu. Kwa sababu ukitazama kuna mtu wako pale lakini hafanyi ile jambo juu ya kutaka. Yeah. Akipata chance anaweza change na akuwe kitu kizuri. Yeah. Okay. Hawa ni wiki. Wiki moja. Yeah. Wiki moja. Yeah, na katika ni wiki karibu 3. Wiki tatu. Tutaonyesha difference yao saa hii wako hivyo na ile ambayo ilikuwa mara ya kwanza. Yeah. Unavuta guru? Yes. Na umeokoka. Na nimeokoka. Na ulipokuja kwa Yesu na ninakuja kwa Mungu na ukakubalika. Amen. Si mpigie makofi jamani. Yeah. Ni kweli? Yeah. Sina niliambiwa msomagi. Hapana, hapa kuna wasomi. Mko na madigiri? Gai. Ni kazi hakuna? Nikikupatia kazi utafanya? Hiyo lazima utapata. Asante. Sasa na vitu za dawa na hai affect watu wa street tu. Hata watu wenye tunaonekana tuko tu huku tunachanganyika na watu wa kawaida. Zinatu affect pia. Hata nyinyi mnaweza kula. Zinatu affect na kama mimi naweza sema nilikuwa nimeaffectiwa na hizo vitu. Madawa? Madawa. Nilikuwa nasoma. Kwanza nikakwama. Sasa kwa wakati huu nimepata wafadhili wakanirudisha shule. Niko shule saa hii hata sivile tunaongea. Haya. Ulikuwa umewacha shule? Nilikuwa nimewacha. Kwa sababu ya madawa. Huyo mama yeye anakula nyama na mimi naenda ninanunua gamu ya mbao ama ya 10. Na mimi naenda kukula githeri ya 10. Bwana asifiwe. Kweli wewe uijasie. Hivyo ninakuambia. Yeye anakula nyama. Yeye anakula nyama, mimi naenda ninakula githeri ya 10. Na hapo umeweka dawa kwa mwili. Na naweka dawa kwa mwili. Na watoto wake wanapelekwa carnival. Na watoto wake wanaenda kukaa mzuri. Amen. Mungu ambariki sana. Leo sitaki kuongea na ninafurahia. Yes, Mungu ako sawa. Asante. Ni kitu gani hasa umesoma kwa hawa sasa umekuwa na wao kwa hizo wiki 3? Okay. Nikitaka kueleza mwenye ako pale nje. Wakati watoto walikuja hapa walikuwa wachafu na mtu walikuwa wamefika mwisho wa maisha. Lakini kwa saa hii tunaongea walikuwa wanakuja wametumia madawa mpaka wanalala na wanazizia. Lakini saa hii wameanza kureform. Unaona mtu anakaa siku hajatumia, mtu anakaa siku 2 hajatumia. So wameenda wakireform.
na wamekata kauli na wakakubali kutoka kwa street. Hiyo ndio ile mabadiliko ninaona ndani yao. Kama kuna mmoja aliniambia jana anataka kwenda kauze mandizi. Na akaamka asubuhi na akaenda kuuza mandizi. Mwingine akaniambia kuna amekuja sasa alikuwa anasaidia mwingine kuhamisha. Kwa hivyo wanaanza kuchange. Hiyo ndio ile kitu nimeona tangu tukue nao, na wakati ni mfupi sana. By the way, mtu kuliform ni kitu ngumu sana. Lakini hawa kupitia Mungu wameanza kuliform haraka. So nikitaka kuambia mtu mwenye anatuona, kuliulizanwa ni nini kizuri kinaweza toka Nazareti, na ndiko kulitoka Yesu. Nami watu wanauliza ni nini inaweza toka street, lakini mimi niko na ukweli na hakika kuna kitu kizuri kinaweza toka street. Kwa hivyo kwa nyumba ya Mungu kuna mema. Wameanza kuchange na wamekuwa watoto wazuri. Ni kipi ambacho wakati ambao ulikuwa unainteract na wao, kwa sababu lazima kuna wale ambao walikuambia mimi nilijipata kwa streets because of this and this. Ni vitu gani ambazo zimechangia baadhi ya wao kujipata katika streets? Zile vitu zimechangia. Watoto wengi unaona, unauliza mtu uko na wazazi, anasema ni mama tu. Unauliza huyo mwingine uko na wazazi, ni mama tu. So ikafika kama wanne, nikawa stop kuzindisikia ni mama tu. Na anasema akiwa na ile pain. Pain ya mzazi. Kwa mwingine anakuambia alikuwa na baba wa kambo. Huyo baba wa kambo ndio alifanya atoke nyumbani. Mwingine anasema mama yake. Yeye, kuna wengine wanasema walifukuzwa, wengine mama wako chini ni wako ufukara na umaskini. So anaona kuliko akae hapo na mama yake akihangaika, anatoka naenda. Wengine kuna wazazi wanakuanga wale wakali. By the way, hata nilisema hiyo kitu jana. Na hata wengine wenye tuko nao pale ataseka, unapata mtoto mamake hana time ya kukaa na yeye. Ana time ya kumpeleka kwa kanisa, hata yeye aendangi. Unapata mtoto anatumia dawa, mamake anauza bangi. So unapata hata ile kitu inachangia wengi ni ule urenzi. Ikifika pale hakulewa vizuri, hajaonesha upendo, akupatane na kijana mwenzake, aenda amununulie chakula, wataenda na akae naye mahali ako. So imechangia ulenzi, kukosa upendo na kukosa kushughulikiwa. Unajua ni vyema kujua mtoto wako anatembea na nani, anafanya nini. Na unaona hata usiku umefika hujajua mtoto wako kama ameingia. Imechangia sana hawa watoto kuenda kwa street. Juu wengine wako na wazazi. Kuna wengine niliambia tunaweza wapeleka kwenyu, wanasema kuna mmoja aliniambia mtaenda mkato na mapanga. Mtafukuzwa. Hawakubaliki nyumbani. Wengine hawakubariki. Na kuna wengine wanasema tutaenda, wanakubarika, lakini ile wakati hakuwa nakubarika. Let me ask you a question. Ushaikutana nao kwa street akakwambia nipatie 10? Wewe binafsi. Na by the way kuna kijana na niliona ni kama huyu. Pale na ni wengi. Nikiteremuka tu nikiwa kwa gari. Unasikia mtu ananiita mzungu, sijui kwa nini. Mzungu nipe kitu. Naambia dereva afinye, akanyangie nimpe. So nimepee wengi. Mwingine anakufuata. Kuna wengine anakufuata kabisa. Auntie. So mimi natoa kitu nampatia. But now, live about wakati sasa umekuja ukainteract na wao ukaelewa kumbe hawa watu si watu wabaya. Hapo nyuma, turudi nyuma kitambo kwanza. Nyuma kidogo. Ushaikutana na mmoja akwambia nisaidie na 10. Nisaidie na mbao, na ukakosa kumpea. Ni nini ambao ilichangia maybe hautampea? Hata si mmoja. Kuna wakati unafika unaona mtoto anakufuata, anakuomba. Kuna mwenye anapenda, kuna mwenye anamwambia sina. Kozi unaona huyu mtoto anakufuata, kuna saa unaogopa, unaona ni kama kibeti yako anataka. So wewe unaona ni kama mbaya ama ni kama mwizi na unaogopa kumsaidia. Talk about the mentality, akili yao sasa. Ulikuwa unafikiria ni watu wako na akili nzuri ama ni watu ambao maybe hawako sawa katika akili? Berani nilifikiria kitu kama hiyo. Unajua unaweza ona mtoto uone ni kama kupenda kwake. Na cause hii kitu nimeifanya miaka. So nikakuja kugundua wakati nilikuwa sijaingia kwao deep. Nilikuwa najua ni kutaka. Amekataa kusikiza mzazi. Hata nikimuona na muombea asikiange. Naona ni kama katili.
Sikuwa najua si katili. Okay. So nilikuwa nambeba hivyo, sikuwa najua. Ama wengine sikupenda kwao. Okay. Yeah. Sitaki tuongee sana, ningependa tusikie testimonial part ya kuja tu kaa hapo, ulikuwa mwenye ako hapo nyuma huyo. Ningependa tusikie testimonial part ya baadhi ya wale ambao umeweza kuinteract na wao. Kwa sababu I know you have a lot ambao umeweza kusoma kwao. Na ukajua kumbe hawa watu si venye ulikuwa unafikiria. Tuanzie kwa huyu. Kwa sababu pia niliweza kusikia story yake. Kwa umri wake na venye yako nikaona hapana. Najua kuna mambo unaweza pitia wewe binafsi. Kuna vitu ambao watu wangu unasema nimepitia vitu mingi. But wewe ni mtu, tukikuangalia you are grown up person. Huwezi ukaketi chini ukaona utatatuaje. Lakini kwa kijana kama huyu akiwa amepitia mambo kama hayo, kama mzazi, uchungu ule ambao unaweza sikia wewe mwenyewe. Msaidie na hiyo mic yako. Karibu sana. Tuelezee majina yako, unaitwa aje? Ishike tu hivi. Hivyo ikaribishie tu hapa. Hapo. Sawa. Yeah. Majina yako unaitwa nani? Majina ni Praise Kamau. Kutoka wapi? Kutoka Eldoret, Wasingishu County. Uko na miaka ngapi Praise? 17. Yeah. 17 years. Turudi nyuma kidogo. Ulikujaje Nairobi? Nairobi nilikuja mguu. Kutoka wapi? Mguu kutoka wapi? Eldoret. Tumia mwezi na 3 weeks tuseme. Ukiwa unatembea? Ulikuwa unakula nini kwa barabara na unalala wapi? Sasa kwa njia, unajua kwa town huwezi ingia tu kwa hoteli ya mtu ama kwa nyumba ya mtu umwambie niko njaa ama safari umetoka na kubeba ujinga. Yeah. Sasa nilikuwa natembea. Kuna pali unafikaga unaona ni ushago ama ni mashambani kidogo. Yeah. Hapo ndio ukiona moshi ama ukijua ni masaa imefika kama ni ya lunch ama ya asubuhi. Okay. Nabisha unaingia unaambia madhi ama shosh. Okay. Kenye iko mimi nitashuku. Juu wenyewe ataelewa ni mzazi. Huko kuwezi kosa chakula, ni mashambani. Pata. Uje kutana na mtu akakuuliza kwa nini maybe umetoroka nyumbani ama unaenda Nairobi kufanya nini? So wengi nilikuwa nawaambia, nishaipatana nao. But ule mse atakuuliza umetoka nyumbani juu ya nini? Huwezi anza kumwambia ati juu umetoka rescue center. Hajui ni nini, hajui ni wapi. Yeah. So ukimwambia umetoka rescue center, atakwambia umetoka rescue center, sawa, unataka nini? Chakula tu, sawa. Nitakununulia chakula, lakini hatataka kujua mi. Ama hata akijua atakwambia wewe endelea utafika saa. Juu nadhani hata kwenye unaenda kwa madhi ama kwa mzai. Ama kwa dada yako ama ndugu yako akusaidie. Yeah. Yeah. Ukikuja Nairobi, ulikuwa unakuja Nairobi kufanya nini? Nairobi nilikuja juu masafara wengi kutoka Eldoret. Yeah. Tuanzie soko Eldoret ilifungwa. Yeah. Na hiyo ndio ilikuwa main. Yeah. Hiyo ndio ilikuwa inalisha masafara. Unajua Eldoret ndio iko na life ni cheap. Hadi safara unaweza kuwa safara na uko na kwako. Na unauza gam na unalipa rent kama ni 200. Utapata nyumba ya 700, 800 utakaa. Yeah. Sasa huko life ilikuwa poa, soko ilikuwa. Yeah. Lakini venye soko ilifungwa makanjoka, venye sasa gava iliingia hii mpya. Hii serikali mpya. Koti moja kuingia akasema hataki kuona uchafu town. Inamaanisha hataki kuona safara na hataki kuona hoka. Sasa au ndio uchafu. Okay. Yaani hataki kuona mtu anarandaranda idling. Yeah. Sasa vita ikakuwa huko sana. Wakaribu manini mingi, masupa. Wakavunja masupa mingi. Hapo sasa ndio sisi tulitoroka. Ulijikuta kwa street aje wewe binafsi? Mimi nilijikuta kwa street. Venye nilijikuta street. Tuanzie wapi? Nianzie mahali popote tu. Unaona ilichangia ukajikuta kwa street ya. Juu obvious lazima nitaanzia home. Sasa mimi nilikuwa na single mother. Yeah.
single parent alikuwa mom. Na mimi nilimpenda sana. Yeah. Sikuwahi muacha hata kama alikuwa anapitia shida. Na kwa ukweli wangu mother yangu si ati alikuwa anafanya kazi ati ya kuuza mboga. Yeah. Mamangu unaelewa ni mzazi. Mamangu alikuwa tu ule mtu umuoe siku 2 3. Nilishe miaka 1 2 3 muachane. Tafuta mingi tusonge na maisha. Okay. Sasa hiyo ndio ilikuwa maisha ya home sasa. Nikalelewa na first parent alikuwa anaitwa Paul Mutahi Kikonyo. Unajua babako, your biological father, unamjua kabisa? Ashaikuambia huyu ndio babako? Aliniambia time nilimuuliza budangu sasa mwenyewe ni nani juu wenye unaniambia ni dad si wajui. Juu hata kanda nitamuita baba ndio na nitamuheshimu juu kona mama. So far sasa ukiwa na mamako ni wangapi ambao ulikuwa unaita baba walikulea ukaona akakwambia ita huyo baba? Kama baba 4. 4. Kwa kipindi cha miaka ngapi? Miaka 5. Miaka 5 na baba 4. 5 years. Yeah. Sasa ni nini ilichangia sasa ukajikuta kwa street kutokana na familia sasa? Sasa kitu ilimfanya nikapatikana street ni baba wa mwisho sasa. Alikuwa anafanya quarry. Yeah. Na ilikuwa imefika point yenye sasa madhe ni kama alijihisi inafaa ni grow up. Ile naweza enda anytime tunaweza achana juu yenyewe maisha niliona anapitia. Yeah. Nilikuwa willing ni kumuacha ni muondoke hiyo safari. Yeah. At least a push on na mimi nienda nijitafuti. Kaniambia juu venye unafikiria mimi najua fanya hivi. Acha nikusaidie kwanza umalize utairiwe. Ndio hata kwenye utaenda kijana yangu maisha yako ikuwe po. Nikatairiwa. Hata nilitoka na wiki ya 3. Kwa wiki ya 3 inafaa nimalize mwezi but nilitoka na wiki ya 3. Nikaambia hiyo wiki ya 4 sasa mzee akaniambia iko kazi. Najua obvious tu huwezi kaa tu kwa nyumba hivyo, ni kijana uko na nguvu uko na nini. Iko kazi. Yeah. Naye alikuwa anafanya quarry. Kaingia quarry GK prison hapa Naivasha. Hapo inaitwa Medhori. Hiyo place. Medhori sasa. Tukapanda juu tukaingia huko quarry. Huko kila saa ni mabaruti tu. Ukikamba hata zile mahardcore zinaweza unaweza kufia huko kwa quarry. Sasa zile ulikuwa unabeba manai zinaitwa 9. Hadi unajua kuna 6 ni kale kafupi. Yeah. Na kuna ile 9 ile mrefu ile yenye inaunda gorofa pile kama hii. Sasa hizo ndio ulikuwa unabeba. Sikuwa na ile ability ya kuchonga mawe. Sikuwa fundi bado. Sasa nilikuwa kijana wa mkono. Ulikuwa na kama miaka ngapi that time? Ilikuwa nikitairi ilikuwa 2015. Yeah, 2015. Okay. Sikumbuki vizuri ilikuwa. Okay. Yeah. Sasa ikabidi nianze kubeba hizo madko. Na sikuwa na experience. Unajua obvious itakulemea. Bebea kwanza ndio atakuonyesha design unaiweka kwa mabega. Lakini the more unaenda unasikia di misuli. Penye utalala buda. Ni Mungu tu. Hata ndo uamuke kesho na venye unajisikia una nguvu nini. Madhe hata mboga anaingia kwa shamba ya mtu. Anachuna makunde, manderema, manini. Anakusanyia sanyia. Yeah. At least akuja pike. Yeah. Nyanya huko kwanza ilikuwa tule tunyanya tudogo. Tunakaa ndula tule. Yeah. Naivasha ni hiyo nyanya sasa. Okay. Hizo nyanya ndio mingi mnapikua hiyo. Na ugali ya kilo namba 2 huko sasa kuna unga namba 2, kuna namba 1. Yeah. Pikua unakula unaendelea na life. Ikafika point sijua liko sana wapi na mama. Madhe nilikuwa job. Mimi hiyo time tu kukuwa na huyo buda. Alikuwa kivyake saa amenipeana kwa mtu mwingine niendelee shughuli. Nipata ya. Jioni ikifika masaa yangu ya kufunga niende. Yeye abaki atakuja masaa ingine. Mama alitulea poa. Sasa ule jabani kaa alikuwa nasikia wivu juu na save. Mimi nang'ara poa. Mama anang'ara, nyumba ananua hata screen hapo nini.
yani tunaendelea haraka. Sasa najua mama Dhee alikuwa mtu kujiekea. Pesa mingi anajiekea, ndio atanunua, lakini kuna yenye amejifichia ya backup. Wakakosana. Nikasikia simu, kijana uko wapi? Kuja. Mimi nikaenda nikaona mama, nikadhani mgonjwa. Kufika mama amepack, ameuza kila kitu. Ameuza. Nikamuuliza nini mbaya? Akaniambia fanya hivi. Nataka nikupea. Akanipea 2,000. Akaniambia enda Eldoret. Nakuja. Okay. Juu nilikuwa najua hiyo place na ni mahali nimekaa sana. Najua sisi tulikuwa tunakaa town. Tunahama tunaenda Nakuru, tunakaa. Tunahama tunaenda Naivasha nini. Hivyo. Sasa ndio ilikuwa life ya mine. Juu akikosana na huyo mzae anamtishia maisha. Inabidi tuame. Alright. Tukiama huku tena wakikosana atatishiwa maisha. Inabidi sasa tuende place town nyingine. Kukosana mama akaniambia enda Eldoret. Juu kwa mimi nilikuwa najua pona life ilikuwa rahisi. Kanipea 2,000. Ukifika komboa nyumba na singekosa nyumba hata ya 700. Nakuja. Yenyewe nikafanya hivyo. Nikahepa, lakini nilikuwa na shuku sana. Kufika huko siku ya kwanza, sasa nikalala. Kesho yake nilikuwa na namba yao mzee kwa kichwa, nilikuwa nayo kwa kichwa hiyo time. Nikampigia, kamuuliza mzee, mama ako wapi, yako sawa? Kakata. Piga pili. Kaniambia yako sawa, kwa sawa. Na ako njiani nakuja. Kamwambia wewe sawa. Akakata. Nikasema saa juu nishaambiwa ni hivyo ni sawa. Nikakaa siku ya kwanza ya pili. Nikaona hivi haileti. Sasa ile stress ikaanza kuniingia. Sasa najua huko makali yenye madhali alikuwa anatumia ilikuwa chang'aa sasa. Kwa ni chang'aa, Eldoret ni chang'aa. Zingine zinajiita mafutu. Ni kama chang'aa lakini ni worse. Ile ukikunywa for long period inakuchimbua huku. Unaona mashavu. Okay. Unaona? Mashavu na nono huku. Yani imepikwa ile design mbaya hata kuliko hiyo chang'aa. Na ni bei rahisi zaidi. Sasa mimi nikaendea hiyo juu yenyewe ni cheap na unalewa haraka. Kapiga mavijana huko, nilikuwa na mamori wa mine huko. Kaniambia form kapata mwingine alikuwa paid sasa anauza bangi. Tukaenda tukampigia, jenyewe mimi nilikuwa najua kuziroll. Hizo bangi tukaenda kwake. Kaanza kuroll. Sasa najua ukiroll unaziwasha tu. Naziasha tu ndio hiyo stress iniishe. Okay. Twende hapo mbele. After kukosana na mamako? Kukosana na madhe wiki kaisha. Wiki kuisha. Sikupata venye mama atafika. Hiyo pesa imeisha obvious. Hiyo ni 2,000 imeisha. Nimeshaharibu. Madhe hajakaa. Hiyo wiki imeisha, sijanua chochote ya nyumba, sina chochote. Nilikuwa nalala chini, juu nilikuwa na expect mama anakuja. Yes. Mama kufika. Ikabidi niingie town sasa kuchapa haso. Ndio akikuja anipate na Sasa ulikuwa umemaliza shule class 8? Sikuwa nimaliza. Umefika wapi, level gani ya kusoma? Nilifika 8 term 2. Class 8? Yeah, term 2. Sasa kufika na mostly nini ilichangia ukatoka shule? Kitu ilichangia ni hiyo life ya mama. Ndivyo niliona, yenyewe mimi nilimuunderstand juu ni mama ya. Mimi nilimuelewa. Nikajua ni mama yangu. Nikaona heri ni risk masomo yangu ni yenyewe ni mtoe kwa hii struggle juu. Hawezi fanya vitu 3, hawezi lipa rent, hawezi nilisha, hawezi nivisha, hawezi nilipia shule. Kuingia tena kila siku ni transfer. Transfer inabidi ubadilishe uniform. Kuingia ni process. Unaona? Hiyo ni process. Anataka tu. So unajua hiyo time nampea pressure nini. Kuna yote ni risk hiyo shule ikae. Ndio nilikuwa mchopi, nilikuwa mpaka matichona nilizenga nilikuwa mpaka scout. Kwa tunaenda ma trips mpaka nilikuwa nafandiwa na shule. Mimi hata trips. Sasa hivi ungependa kurudi shule, mtu angekwambia urudi shule? Mimi niko na hopes. Nitasoma. Nikipata hiyo chance nitasoma. Okay. Very hard. Alright. Tusonge hapo mbele. Tukuje mahali ambapo ilikuwa turning point yako mwenyewe sasa
ukajipata uko ndani kwa street kabisa? Nilijipata kwa street. Na life ilikuwa ngumu. Juu sasa mimi venye hata ukiniangalia mimi sikai mtu wa street. Sasa hiyo ndio ilikuwa disadvantage kukaa street. Juu utapatana na wale, najua street kuna madem sasa. Na kuna wale wameolewa, masichana wameolewa na wale vijana wa street. Na kuna wale ma big boys, wale street kuna ma big boys. Wanauza gums, wanauza bangi katikati hakuna serikali inajua, unaona? Sasa hapo ndio ilikuwa shida. Juu mimi hadi nikilala nje niko na mafans, mavijana wanataka tu kwa marafiki zangu. Mademu wanataka wanikaribie kabisa, unaona? Sasa nilikuwa na every time vita. Wanapigana juu yako. Unaweza kaa hivi upigwe mawe. Nilipasuliwa mawe hapa hivi. Ya kwanza tulikuwa tunakaa mahali inaitwa Magis Hotel. Nairobi hapa Eldoret. Mawe ilikuja ikagonga hiyo pila. Nikastuka. Ya pili hapa hivi kanipasua. Nikaona hii life ni ngumu. Hivyo ikaendelea hivyo really. Sasa najua wamenizoea, mimi ni softie. Siwezi rusha. Mimi najipenda. Najua tena ukikaa pale lazima ujipende, usiingilie vita mingi. Sasa ilinibidi nikae peke yangu. Niingilie sasa kwa pool. Mimi nikaanza kuenda pool. Nijifunze pool, nikae mbali na masafara. Jua ataniua obvious. Unaona? Utanimaliza. Vita kila siku. Nitauawa. Kaingilia drugs. Kafika point jamaa mmoja anaitwa Alois akaniambia acha nimuuzie gam. Lakini sasa huyo kaanza kumuuzia. Unajua sasa ameniweka sasa ndani, mimi ni safara kabisa. Nimechafuka ndio, lakini hadi nikiweza patana na wewe ni kuomba do uwezi nipea juu sasa utanishuku. Huyu hapana. Lakini watu wote walikuwa wanajua mimi ni safara. Sasa huyo boy alikuwa amenipea job lakini hanilipi. Kitu anani promise security. Sitapigwa na mtu yoyote. Mimi bora tu niuze gum. Food atanibaia, siwezi kula expensive. Mimi ni boy child. Kwa hiyo pesa ya kazi nakula 50 ama 100. Hiyo ingine nampelekea. Nilikuwa nauza hata 5 liter. 5 gum alikuwa ananunua. Yeye alikuwa na sijui hata mali alikuwa ananunua, but yeye kwake ungepata 5 liter kama 10 za gum. Sasa anazibadilisha kwa hiyo chupa tu maji. Sasa unapewa ikiwa kwa chupa ya maji. Ni chupa ya maji ya 30. Sasa unapewa ikiwa hivyo. Kwa hiyo 5 liter inaweza toa chupa ya maji kama 10. Hizo ni gum. Hizo 10 mimi namaliza na siku 2. Usiku na mchana niko job. Mchana yote juu nakaa tu mahali moja. Mchana yote niko mahali moja, usiku tena nabadilisha base. Juu siwezi kaa hapo tena juu ya